not seen. hayajawahi kukiona. Mighty Holy Spirit, my one and only friend, I welcome you, Holy Spirit, to visit this place, to bring the fire of Jehovah. My precious friend, Holy Spirit, now you can pass here, beginning from my right, over there, and touch, 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 touch. Bring them out. The glory of the Lord. Utukufu wa Bwana I'll let them here umeingia hapa in a massive way. katika njia kubwa. Everybody lift up your hands. Kila mtu inua juu mikono yenu. We are in the holy, Tuko katika uwepo mtakatifu wa Bwana. we are in the holy presence of the Lord. Tuko katika uwepo mtakatifu wa Bwana. The glory is here. Utukufu u hapa. Touch, 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 touch them in the name of Jesus. Help them, Wasaidie, help them, wasaidie, and bring them out. watokeze nje. Yes, touch a lot of people there. Amewaguza watu wengi sana humo. Over there, Upande huu there is no place hakuna nafasi to put people. ya kuwaweka watu. The glory is here. Utukufu u hapa. The glory of the Lord. Utukufu wa Bwana. Jehovah, Yehova, Jehovah Elohim, Yehova Elohim, Jehovah El Shaddai, Yehova El Shaddai. the mighty God of Elijah. Father, now you can bring your fire and take the worship over there and touch, 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 touch. Look at that, 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 look at that. And touch, 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 touch them in the name of Jesus. I am going to pray now Ninaenda kuomba sasa for every sick person. kwa kila mtu aliye mgonjwa. Lift up your hands Inua mikono yenu juu that the Lord may heal you. ya kwamba Bwana akawaponye. And close your eyes. Kisha funga macho yako. Mighty Father, Father, you can now release your healing anointing and strengthen the crippled legs. You can now touch the cripples and strengthen their crippled legs and touch them, Jehovah. And let their crippled legs strengthen more and more. Fortify their legs, even the shriveled legs. Father, you can now correct the legs that were shriveled, stretch them. Even the hands that were shriveled. Baba Mtakatifu, you can now stretch the legs that were shriveled and the legs that are lame and correct the bones and pop open the blind eyes. Lord, you can release your healing anointing now. Let the blind see in this stadium tonight. And let the deaf ears pop open tonight. In the mighty name
broken backs. Precious Father, you can now dissolve tumors and heal heart conditions and let the cripples walk out of wheelchairs. In the mighty name of Jesus, release the blood of Jesus. I decree the blood of Jesus over this whole stadium and out. That the sick may now be healed. Even diabetes, cancer, HIV, deaf ears pop open, blind eyes, crippled babies. Father, touch your people. Release the healing anointing of the Lord. Well, give them way. Wapatie mapito. Look, Tazama, my son, mwanangu, you are walking, unatembea, walking, unatembea, walking, unatembea, walking, unatembea, walking. unatembea. He's more stable now. Anapata nguvu zaidi sasa. The first time Kwa mara ya kwanza he has walked. ametembea. What is the name of the baby? Jina la kijana ni nani? Elijah Mungai. Elijah Mungai. Elijah Mungai. Talk to me, Mama, Ongea nami mama, my daughter. binti wangu. This baby Huyu mtoto has never walked. hajawahi kutembea. Translator, you're confusing us. When she's talking, you're cutting. Make sure you wait when she's done that. Listen to me. Ndio. This baby has never walked. Nilimzaa wakati alikuwa na miezi 6. Sasa nimemlea hajawahi kutembea hata siku moja. Alikuwa tu kiwete, hata anaanguka ugonjwa wa kuanguka, na jana alianguka. Na saa hii nimefanya hata kutembea atatembea. Hata kumweza, hata kuwa ninamaliza yeye. Hakuna siku ende siku moja. Ninamaliza yeye, namaliza yeye tu. Lakini kutoka siku ya leo, nimeamini amejifanyia kazi yake mwenyewe. Ana miaka 23. Sisi ni wa ajabu sana. Nimeona mkono wa Baba umetembea kama ana uwezo. Mtoto wako amependa. Glory to the Lord. Utukufu kwa Bwana. Kuna miaka mingi sana. Nimemuosha, namaliza yeye tu. Listen. Sikiza. I want to translate what she has said. Nataka kutafsiri kile alichosema. She's weeping Analia. since birth. Tangia kuzaliwa, Since birth. tangia kuzaliwa. This boy Huyu kijana has not walked. hajawahi kutembea. He is now walking stable, more stable. Tazama, anatembea kwa ujasiri, kwa nguvu zaidi. She says Anasema that when she gave birth to this boy ya kwamba wakati alipomzaa huyu kijana at 6 months, kwa umri wa miezi 6, if he lost walking, they lost the ability even to walk alipoteza uwezo wa kutembea mwenyewe until today. hadi leo hii. Victoria, 25 years, was involved in a car accident which hit her. Umri wa miaka 25 alihusika na ajali ya barabarani ambalo gari ilimgonga. She got a bad fracture in the left foot Alivunjika vibaya kwa mguu wake wa kushoto and has even a metal in the foot. na hata hako na chuma kwenye mguu huo wa kushoto. But as you pray today, Bali leo hii wakati ulipoomba, she was touched by the Holy Spirit. aliguzwa na Roho Mtakatifu, She was able to stand and walk without the crutches. akaweza kusimama na kutembea bila The miguu.
mikongojo. are here, man of God. Mikongojo hii hapa, nabii wa Mungu. Walk strong. Tembea kwa bidii, Very strong. kwa ujasiri zaidi. Remove your shoes. Toa viatu vyako. Remove the shoes. Toa viatu. A car accident. Ajali ya gari. She has a metal Ana chuma that was here. kilichokuwa hapa. Come here. Njoo. Father, in the name of Jesus. Lord, I decree that the metal not be found again. Let the metal never be found in her body again. Because you have touched her. In the name of... Run, run. Kimbia. Hallelujah. Hallelujah. Tell me, Niambie. they put a metal. Waliweka chuma. Where? Wapi? Speak in English. Which side? On the thigh. Kwenye paja. They put a metal. Waliweka chuma. And what happened to your life since then? Na nini ilifanyikia maisha yako tangia hapo? I could not walk. I could not even bend well, but now I'm okay. Singeweza kutembea, singeweza hata kuinama. She could not even bend. Hangeweza hata kuinama. Kuja. Njoo, Face them. waangalie. Now, in the name of Jesus, you can bend. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! You can bend again. Unaweza inama tena. Set free. Amewekwa huru. These are your x-rays. Hizi ndizo picha zako. Victoria Mwalisi. Victoria Mwalisi. Oh, you can see the metal. Waweza kuona chuma. You can see the metal and the screws. Waweza kuona chuma na ile misumari iliyofunga. Look at that. Tazama hiyo. Oi. In the thigh. Kwenye paja. Look at the metal. Tazama hicho chuma. Oi. Is somebody seeing this? Je, mtu anaona hii? The Lord is very mighty, very mighty. Bwana ni mkuu sana, mkuu kabisa. You see where she broke it from? Waona pale alipovunjikia? And then they put in two metals, two screws, and they screwed it. Alafu kisha wakaweka chuma, wakatumia skru mbili kuifunga. Somebody clap to the Lord. Mtu pigia Bwana makofi. Now in Kenya, Sasa hapa Kenya, in Kenya, hapa Kenya, when they come for their healing, wakati wanakuja kwa uponyaji wao. in Kenya, 이 케냐에서는요, when they come for their healing, 이 사람들이 병 고치러 올 때는요, when they come to the meeting of the Lord, 이 시간 예수님을 만나러 이렇게 올 때는요, they also carry their medical 그 documents, 사람들은 정말 이 병원 기록을 가지고 이제 오고 있습니다. which means they have faith that the Lord is going to heal me there, 그것은 바로 하나님께서 치료할 것을 믿기 때문입니다. and I'm going to give testimony. 아멘. 그 정말 아름다운 간증입니다. This baby Tini, Huyu mtoto Vini she became sick, aligonjeka and for now 3 years, na kwa miaka mitatu she sasa has been deaf and mute, amekuwa bubu na kiziwi with pus coming from the ears. na usaha ukitoka kwenye masikio. But today when you prayed, Bali leo hii ulipoomba, she was slain by the Holy Spirit. aliguzwa na nguvu ya Roho Mtakatifu akaanguka And chini, when she woke up, na wakati alipoamuka she was able to talk aliweza kuongea and she can hear. na anaweza sikia. Hallelujah! Haleluya! We have just begun Ndio tumeanza tu sasa the healing service. ibada ya uponyaji. We have just begun Ndio tumeanza tu the healing service. ibada ya uponyaji. This
baby, Huyu mtoto Vicky, Viki Winnie, Tini. fell very sick alikuwa mgonjwa sana and lost hearing and speech. na akapoteza kusikia na kuongea. But today when the power of God came, Lakini leo wakati nguvu za Bwana ziliposhuka, the baby was touched mtoto aliguzwa and now can hear na sasa anaweza kusikia and talk. na kuongea. Winnie, Yes. hold on. Come here. Winnie, Yes. today you can talk. Yes. Winnie, Yes. what happened to you? Yes. Yes. She speaks Samburu. Samburu. Oh, ongea na yeye. Mwambie akisikia mbili makofi aniambie ni wapi. Ini kidogo ma. Leno shingaga ikonyi ngatinare nilikini. Akisikia makofi akuambie inatoka wapi. Ini konyi. Nilikini nye. Okay, come. Wapi? Hallelujah! Haleluya! This baby. Huyu mtoto And her. 3 years sick. Come, mama. njoo mama. These pastors here, Hawa wachungaji hapa they want to bring revival to their countries. wanataka kuleta uvivio katika nchi zao. Wanataka kujua vile Bwana amempenda huyo. They want to know how much the Lord has loved you with this baby. Wanataka kujua jinsi Bwana alivyokupenda pamoja na huyu mtoto. Nini litendeka kwa mtoto? What happened to the baby? Mgonjwa. Alafu kifua naingia macho na masikio anafungana. The baby was sick. The baby became sick Mtoto aligonjeka and she said the eyes na macho na masikio na mdomo tatu. Tunaongesha yeye kwa mkono. They say he was doing the signs. They were using sign language to talk to the baby. Na leo Na ile sinasimama huko tunaomba, wakati tunaanguka yeye ndio anaamsha mimi. Amuka twende watu namaliza sisi. let me translate it to the pastors. It says when the power of the Lord came, touched both of them. anasema wakati nguvu za Mungu zilishuka ziliwaguza wote wawili, And it is the baby who woke up first and said, "Mommy, let's wake up. Let us go there because I'm well." na ni mtoto ndiye aliyemwamsha akamwambia, mama amka twende, maana sasa niko sawa. Come and clap again. Let me bless the Lord. And this one? Also, let us bless the Lord. Let us clap to the Lord. Tumpigie Bwana makofi. Father, thank you for remembering this baby. In the name of Jesus, amen. Next deaf. Another deaf one. This young girl here Huyu msichana mdogo hapa was born deaf. alizaliwa kiziwi, But as you pray, bali ulipoomba she was touched by the Holy Spirit aliguzwa na Roho Mtakatifu and they can now hear. na anaweza kusikia sasa. Was born deaf. Alizaliwa kiziwi. This baby Huyu mtoto was born deaf. alizaliwa kiziwi, But can now hear. lakini sasa anaweza kusikia. Come, Tangara, so let's see if the baby can hear. Be on the other side. This is your in-law. Yes. What does that mean? I've married her sister. You've married her sister. Where do you people come from, my son? We come from Kiabogo.
your bone must stop. Yes, so what happened to this baby? This baby, when she was born, she could hear and talk. But later, when she was in standard 4, both hearing and speech got lost. We have tried so many doctors to no avail, but Jesus has done it. Praise God. The baby could not even talk also. Huyo mtoto hata angeweza kuongea. Translate, the baby could not talk also. 이 어린아이는 정말 말도 못했었습니다. The baby was normal 예, 이 아이는 정말 정상적인 아이입니다. up to standard 4. 할렐루야. Up to standard 4 예, 오늘 여기 써 있는 시간에 in school. 학교에서. And then the baby lost this and this. 네, 학교 다닐 때 여기 말하는 것과 좀 듣는 걸 잃어버렸습니다. One. Jesus. Hallelujah. Wait. Tell me, what does that mean? What does this mean? She has been healed. A cripple has walked. Kiwete ametembea. A cripple. Twende baby, twende. Let us go. Twende. I told you. Niliwaambieni. I told you people. Niliwaambieni watu. I told Joanne, Nilimwambia Joan, Pastor Joanne, mchungaji Joan, that what Kisumu will see, ya kwamba kile ambacho Kisumu itajionea many nations have not seen. mataifa mengi hayajapata kukiona. Oh my baby, come baby. Come my daughter. Vigelegele ni wapi? Viko wapi? Vigelegele kwa Yesu. Vigelegele kwa Yesu. Vigelegele ni wapi? Vigelegele viko wapi? Vigelegele kwa Yesu. Vigelegele kwa Yesu. Shika chuma. Shika chuma. Shika chuma. Wow. She's climbing stairs. Anapanda kwenye ngazi. She's climbing stairs. Anapanda ngazi. Panda tu. Panda tu. Ha.
the moment of glory. Huu ndio wakati wa utukufu. Nobody can be sitting down at this time. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwa ameketi wakati kama huu. The eyes have not seen. Macho hayajaona. The ears have not heard. Wala sikia kusikia. I said it. Nilisema. I said. Nilisema. Come on, baby. Njoo mtoto. Come, my daughter. Njoo binti wangu. We will continue doing this until the end of the year. Tutaendelea kufanya hivi mpaka mwisho wa mwaka. Pastor Legule, come out. Mchungaji Legule, jitokeze. How can you be there? Kwa nini usiwe hapa? Pastors from Korea, Wachungaji from kutoka Malawi, Malawi, everywhere, kote, Sweden, Kenya. This is what Kenya sees. Hiki ndicho Kenya uchionea. And I don't take even one penny of offering here. Nami sichukui hata ndururu moja ya sadaka hapa. Kuja. Come. For a long time we never walked. Kwa muda mrefu hatukuwahi kutembea. Geuka. Kwa muda mrefu hujatembea. For a very long time you've not walked. It makes you wonder. Inakufanya unashangaa At times, wakati mwingine what you see on Global Christian Television. kile ambacho unajionea kwenye televisheni za Kikristo za kidunia. It makes you wonder, is that healing or what? Inakufanya unashangaa, na je, hiyo ni uponyaji ama ni nini? Because finally I have seen the healing of the Lord. Kwa sababu hatimaye sasa nimeona uponyaji wa Bwana. Finally, come talk to me, my son. Hatimaye njoo ongea nami mwanangu. Well, what we have seen cannot be explained. No words can explain what we are seeing right now. Kile ambacho tumeona hakiwezi The kuelezewa. presence of the Lord is so awesome here. The Lord has just done this miracle. No words can explain this. Uwepo wa Bwana ni wa No ajabu one can sana. explain, Hakuna no maneno miracle. inaweza kueleza hii. No words will ever describe the power of God. Hakuna maneno This is tosha ya amazing. kueleza This is nguvu za Mungu. God. This Hii is God at inashangaza. work Hii in Mungu. Kenya. God is working in Kenya. Hapa And he's ni Mungu anatenda kazi. Kenya. Hapa Kenya. This is God at work. Huyu ni Mungu anatenda kazi. This is God right now. Huyu ni Mungu sasa hivi. Can I borrow your water? I will give you another one. Kunywa kabisa mara nyingi. Kunywa kabisa. Fungua mdomo, fungua mdomo. Fungua tu mdomo, kunywa kwa wingi, kwa ujasiri. Amechoka. She's tired. She's very tired. Amechoka Fungua sana. mdomo, kunywa, kunywa. She has walked from there. Ametembea kutoka huko. Pastor from America, come. Mchungaji toka majimbo ya moja Marekani, njoo. Pastor Eddie Rogers. Mchungaji Eddie Rogers. Tell me, just tell them what you have seen. Waambie tu kile umeona. The Bible says in Acts 10:38 how God anointed Jesus of Nazareth and he went about doing good and healing all that was oppressed of the devil, for God was with him. This is the works of Jesus Christ. This is the anointing. This is the work of the Holy Spirit. There is revival and a move of God in Kenya, and by God's power it will come to America. Amen. Hallelujah. The Spirit of the Lord is moving in this nation like I've never seen before. I've been in over 20 nations of the world, but never have I seen the move of God as I see it in this nation. Amekuwa katika mataifa 20 lakini hajawahi kuona roho wa Mungu akitembea katika njia hii kuu ambayo nimeona akitembea nayo hapa. There is a hunger in this nation and God responds to hunger. There has been a cry from the below and God has heard from above. Kuna njaa kwa hili taifa naye Bwana ameitikia hiyo njaa, na kumekuwa na kilio naye Bwana anaitikia toka juu mbinguni. Isaiah 59 says that when darkness covers the face of the earth, then Isaiah 61, arise and shine, for the glory of the Lord will be seen. Isaiah 59 anasema wakati ambapo the glory giza of the linafunika Lord. ulimwengu wote, kisha 61 inaongea This kuhusu is kuamuka na the kuwa na glory of utukufu. the Lord. Mwaka huu This utukufu wa is Bwana. the glory of Huu the ni Lord. utukufu wa This Bwana. is the Huu ni glory of the utukufu wa Lord. Bwana. Hallelujah. Hallelujah. This is the Huu ni glory of the utukufu Lord. wa Bwana. Praise the Lord. Bwana Give him asifiwe. praise in this place. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, man of God.
This is the glory. Huu ni utukufu. This is the glory of the Lord. Huu ni utukufu wa Thank you Bwana. so much, my son. Asante You will get a mwanangu. chance to talk. Mtapata nafasi ya kuongea. She is so shocked. Ameshtuka She's sana. like this. Ako hivi. The ushers. Mashemanzi. Hallelujah. Hallelujah. Look. Tazama. Let us go one last round, mara moja ya mwisho tu. Hebu twende mara nyingine moja ya mwisho. Alafu utaenda kuketi chini. And then you'll go down to sit. Jina lako ni nani? Jina lako ni nani? Mulebisa nani? Nani alileta huyu mtoto? Nani aliyemleta huyu binti? Hakuna. Who brought the child? Nani aliyemleta huyu dada? Wow. This is your baby. Huyu ni mtoto wako? Mtoto wangu. Leo ametembea. Yesu ametenda nini? Maajabu gani? Naona kama anatembea. Maajabu kubwa sana. Sana. Tangu lini? Please make sure the speakers are all working well. Nini ilitendeka? Miaka 4 alikosa kutembea. She says at 4 years of age anasema kwa she umri wa stopped miaka walking. 4 alikoma kutembea. 4 years of age. Dr. Toromo. Umri wa miaka 4, Daktari Toromo. I know you are a top doctor in this country. Najua wewe ni daktari wa ngazi za juu katika hili taifa. A leading doctor in this nation. Daktari aongozaye katika hili taifa. Thank you, my son, for coming. Asante mwanangu kwa kuja. But when you see these things as a physician, Lakini wakati unapoyaona haya mambo kama daktari, what goes through your mind? ni nini hupitia katika mawazo yako? Man of God, when I see such things happening Nabii wa Mungu, ninapoyaona mambo kama haya yakitendeka before my eyes, mbele ya macho yangu, I lack what to say. nakosa cha kusema. Because this can be only a miracle of the Lord. Maana hii yaweza tu kuwa ni muujiza wa Bwana pekee. Because we normally at such a stage like this one, Maana katika kiwango kama hiki, what comes to our minds kile kinakuja kwa mawazo yetu is maybe to make maybe a wheelchair or walking crutches for such. ni kwamba tumtengenezee kiti cha ulemavu cha magurudumu au tumpatie mikongojo kwa mtu wa aina hii. So when I see her starting to walk, Kwa hivyo ninapomuona anaanza kutembea, understand na tunaelewa that surely revival has entered this land. ya kwamba hakika uvivia umeshuka kwa hii nchi. Because I've never seen such. Maana sijawahi kuona hii. And it keeps on increasing each and every time we meet. Na inaendelea kuongezeka kila wakati tunapokutana. I don't know what will happen tomorrow. Sijui kesho nini itafanyika. Surely Kenyans, Hakika wa Kenya, let us fear the Lord. wacha tumuogope Mungu. Because this is what the Lord is doing Maana hiki ndicho ambacho Bwana anakifanya before our eyes. mbele ya macho zetu. I bless the name of the Lord. Na libariki jina la Bwana. Thank you, my son. Asante mwanangu. A top doctor in this country. Daktari wa ngazi za juu katika hili taifa. In fact, he is a senior assistant director of medical services. Na hata hivyo, yeye ndiye naibu wa mkuu wa mkurugenzi wa afya katika taifa hili. He is a senior assistant director of medical services. Yeye ndiye naibu mkuu wa msimamizi wa afya na huduma zake katika hili taifa. And he is one of the leading experts on HIV/AIDS. Na yeye ni mmojawapo wa wataalamu waongozao kuhusiana na gonjwa hatari la ukimwi. Look, she's shocked. Tazama, ameshtuka. Shocked. Ameshangaa. Shocked. Ameshtuka. Shocked. Ameshtuka. And shocked. Na ameshtuka zaidi. The pastors from Sweden, Wachungaji kutoka Sweden, the president of the pastors in the whole of South Korea, rais wa wachungaji katika Korea Kusini yote, they were sent here on a special mission walitumwa hapa katika misheni spesheli to invite me to their country kunialika katika nchi yao for a big meeting that they are publicizing in the papers everywhere. kwa mkutano mkubwa ambao wanauhamasisha kupitia kwa magazeti na vyombo vyote vya habari. Pastors from UK, India, Philippines, Wachungaji kutoka UK, India na Ufilipino,
Something big is happening here tonight. Kitu kikubwa kinatendeka hapa alasiri hii. We have the district commissioner. Tunaye mkuu wa wilaya. Translate. We have the district commissioner. This is District Commissioner John Litunda. 네, 존 리튼다는 이 지역에 It is like a regional governor. He governs a district, a region. 이 지역의 도시다와 같은 그런 분입니다. And he is my son. 이분은 영적인 내 자녀입니다. A mighty pastor of the Lord now. 네, 나이는 지금은 정말 많은 일을 감당하는 목회자가 되었습니다. When revival comes, pastors from America, from France, wherever, Switzerland, 지금 리바이벌이 시작됐을 때 많은 스웨덴이나 또 미국에서 많은 분들이 오셨습니다. when revival comes, 부흥이 임할 때에 I was taking testimonies here. 예, 제가 여기서 정말 간증을 했습니다. And cripples were walking here. 예, 그 많은 사람들이 여기서 The cripples were walking here. 예, 많은 사람들이 여기서 걸었습니다. Then they came and told me. 예, 그들이 걸어올 때 제가 말했습니다. That you are being asked to stop. You are being asked to stop. 예, 너는 멈추기를 내가 말했습니다. 멈추라고. For a moment. 예, 잠깐 멈추십시오라고 말했습니다. Because there is a district commissioner, another one. 예, 거기에 또 다른 이 지역에 리더가 있었습니다. Very important people in the government of the Republic of Kenya. 예, 여기에 케냐의 매우 중요한 리더십니다. In fact, they are the government. They are the government. 예, 그들은 정말 정부의 리더입니다. They said there is a district commissioner here. 예, 여기 정말 정부의 리더가 와 있습니다. Who wants to receive the Lord Jesus? 예, 이 시간 정말 주님의 능력을 받기 원하시는 분은 손 드시기 바랍니다. Based on what she has seen here. 이 시간 정말 여러분의 죄를 보십시오. I was in Sweden. 제가 스웨덴에 있을 때요. And I said. 제가 말했습니다 그때. In South Korea. 네, 제가 한국에도 와 있었습니다. In Australia. 오스트레일리아에 가 있었습니다. And I said. 예, 그때 말했습니다. That when revival comes. 예, 그때 부흥의 역사가 일어날 때. When you are busy taking testimony and preaching. 예, 그때 정말 그 간증을 할 때에. They will stop you. 예, 그때 멈췄습니다. It says stop first. 예, 그때 task first라고 했습니다. There is somebody here who wants to receive the Lord Jesus first. 예, 많은 어떤 사람이 예수를 먼저 얻기로 했습니다. When I visit, take it away. Man of God, nabii wa Mungu, before us here today, mbele zetu hivi leo, and before the presence of the Lord Almighty, na mbele za uwepo wa Mungu mkuu mwenyezi, is my colleague, a district commissioner, yu mwenzangu ambaye ni mkuu wa wilaya from Konoini district. kutoka wilaya ya Konoin. Konoin happens to be the Boret, part of out big shape. It was carved out of Boret district. Konoin ilitoka kwa wilaya kuu ya Bureti, where I was a district commissioner before. Pale ambapo mwanzoni nilikuweko mkuu wa wilaya. And from where I met the Lord katika Kapkatet. Na papo hapo ndipo nilipokutana na Bwana Kapkatet. So I am so excited today. Kwa hivyo nimefurahia sana leo hii. And from the awesome old district. Ya kwamba kutoka katika hiyo wilaya hiyo ya kitambo. The Lord is meeting another district commissioner. Bwana anakutana na mkuu wa wilaya mwingine. Welcome, Madam District Commissioner. Karibu sana Bi mkuu wa wilaya. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Asifiwe tena. Praise the Lord again. Kwa majina naitwa Justin Nelima. My names are Justin Nelima. Mimi ni mkuu wa wilaya wa Konoin. And I am the district commissioner of Konoin district. Wakati nilisikia mtumishi wa Mungu atakuja sehemu hii. And when I heard that the prophet of the Lord will be in this part,
Nilijaribu sana nifike hapa. I tried very much that I may also arrive here. Nilijua kuwa nikifika hapa I knew that once I get here, nitakutana na Mungu. I will meet with the Lord. Nikiwa hapa sasa, And now being here, ninafurahi sana kwa vile I am very happy because Mungu ameniona. the Lord has seen me. Thank you. Repeat this prayer. Rudia ombi hilo. That microphone, try. Praise the Lord. Try it. Jaribu hicho kipaza Move sauti. forward, my daughter. Songa tu mbele. Yes, my precious daughter. Binti wangu wa dhamani. The Lord has added me a daughter. Bwana ameniongezea binti mwingine. How awesome, Jehovah. Yapendeza jinsi gani Jehova. Just lift one hand up, my daughter, like this. Inua tu mkono mmoja juu. And say, mighty Lord Jesus. Mighty Lord Jesus. Mighty Lord Jesus, I repent today I repent today and turn away from all sin. and turn away from all sin. I reject evil I reject evil and choose you and choose you in righteousness in righteousness as a district commissioner as a district commissioner in this country, in this country, as a leader as a leader in this nation. in this nation. Today, Today, in the public, in the public, I open up my life to you I open up my life to you and receive you and receive you right into my heart right into my heart as my Lord as my Lord and Savior. and Savior. Precious Jesus, Precious Jesus, beginning today, kuanzia leo, beginning today, beginning today, I choose righteousness I choose righteousness and the kingdom of God. and the kingdom of God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Today, Today, I am born again. I am born again. I want to invite our prophet to Philippines. I already introduced our prophet to the pastors in Philippines. They are so shocked, they are so surprised, and they push me, please invite him. We want to meet him, and we want to learn from him. Nataka nimkaribishe nabii wa Mungu kule Ufilipino, maana tayari nimekwisha mtambuliza kwa wachungaji, nao wakanisukuma wakaniambia tafadhali mkaribishe aje huku Ufilipino pia. Amesema walishtuka sana. Wachungaji walishtuka sana. Wachungaji walishtuka sana. Wachungaji walishtuka sana. Ya kwamba Mungu tayari ashatuma neno. Ya kwamba tayari Mungu amekwisha lituma neno. Na mambo makubwa yanatendeka. Na mambo makubwa yanatendeka. Ndiye amesema amekuja hapa kunialika Ufilipino huko. Na sasa amekuja kualika nabii wa Mungu Ufilipino. I want to say before these people. Nataka niseme mbele ya hawa watu. That I will honor your invitation to Philippines. Ya kwamba nitaheshimu mwaliko wako kuja Ufilipino. Thank you so much for coming. Asante sana kwa kuja. Later you are going to speak. You are going to speak. Baadaye utaongea. Pastor Lee. Mchungaji Lee. With the translator. Pamoja na mtafsiri. Say something. I know you are going to come and talk later. Semeni kitu. Najua mtakuja pale baadaye mnakusema kitu. 하나님의 역사는 The word of God. 어제나 오늘이나 영원토록 동일합니다. The word of God is the same yesterday and today and forever. Neno la Bwana 예수님 당시에 했던 기적은 in the miracle in Jesus period. 지금도 이 자리에 일어나고 있습니다. Yeah, the miracle in Jesus is now here. 하나님은 살아계십니다. God is alive. 할렐루야. Amen. 할렐루야. He says, anasema the miracles that happened during Jesus' time, miujiza iliyofanyika kwa wakati wa Yesu, are now here. Sasa iko hapa. Thank you so much. Asante sana. Man of God. Nabii wa Mungu. This is Ida from Belgium.
Huyu ni Aida kutoka Ubelgiji. She suffered from fibromyalgia or painful muscles. Naye alikuwa na ugonjwa fibromyalgia au ni misuli inayouma. All the muscles were painful. Misuli yote ilikuwa michungu inauma. And for 5 years she has been on very strong painkillers. Na kwa miaka 5 amekuwa akitumia madawa ya kupunguza makali ambayo ni ya nguvu sana. But today as the prophet of the Lord was worshiping, lakini leo hii wakati nabii wa Mungu alipokuwa akiabudu, by the Spirit of the Lord we will never be the same. Huo wimbo wa kwa Roho Mtakatifu tutabaki vile tumekuwa. She felt like fire go through her body. Alihisi kana kwamba moto umepitia mwili wake. Now she's free from every pain. Na sasa yuko huru kwa kila uchungu. That is mighty. Hiyo ni kuu. I told you. Niliwaambieni. The presence of the Lord is very heavy here. Uwepo wa Bwana ni mzito sana hapa. Every miracle can take place now. Kila muujiza unafanyika sasa hivi. What happened to you, my precious daughter? Nini likufanyikia binti wangu? Speak George, As she had the song, the Yes. worship song of Jesus. She had the worship song. Vile alisikia wimbo wa kuabudu. Aliposikia wimbo wa kuabudu, Song with me, with Judy Allemaal. She sang together with everybody. aliimba pamoja na kila mtu. En ik wist dat ik zou genezen. And she knew that she's going to be healed. Na alijua kwamba anaenda kuponywa. In Belgium. Dat ik hier kwam en hier zou genezen. She had faith from Belgium and she knew when she come here in Kenya she will be healed. Alikuwa na imani tokea Belgium kwamba akija hapa Kenya anaenda kuponywa. En ik voelde vuur over mijn arm. And she felt fire in her arms. Na alihisi moto mikononi mwake. En toen wist ik gewoon dat Gods geest mij aanraakte. And she knew immediately that that was the Holy Spirit of God. Na akajua papo hapo ya kwamba huyo alikuwa ndiye Roho Mtakatifu wa Mungu. Ik durfde eerst niet naar hier getuigen. She first didn't trust herself to come and give a testimony. Kwanza hakujiamini aje atoe ushuhuda. Maar ik zei in mezelf, het is niet voor niks dat ik vandaag hier ben bij jullie allemaal. And she knew in her heart that it was not for nothing that she came here before everybody. Na alijua moyoni mwake si bure kwamba alikuja hapa kabla ya kila mtu. And she knew that as she's worshiping with everybody here, she knew that her healing is on the way. Na alijua kwamba anapoabudu na kila mtu mahali hapa, basi uponyaji wake unjiani. Ook voel ik soms de pijn willen terugkomen, toch zeg ik nee, ik ben genezen in Jezus' naam. Though sometimes she feel like the pain is coming back, but she say no, in Jesus' name I'm healed. Ijapokuwa wakati mwingine anahisi ule uchungu unarudi, lakini anasema la hasha, kwa jina la Yesu nimepona. And now, na sasa, het is mij een eer om vandaag hier mogen te zijn bij Jezus Christus en u allen als broeders. And now she joined everybody here in Jesus' name as brothers and sisters. Na sasa aliungana na kila mtu hapa kwa jina la Yesu kama mandugu na wadada. What's your name, my precious daughter? Jina lako nani binti wangu wa dhamani? I'm from Greece and my name is Evdoxia, but the many people call me Ida. Ida. Her name is Ida. Jina lake ni Aida. When did you come to this meeting? Ulikuja lini kwa mkutano huu? One week. Okay. She is my friend. We are in the same church in Belgium. Ni rafiki yangu, tuko kwa kanisa moja kule Ubelgiji. From Belgium. Kutoka Ubelgiji. Healed here. Ameponywa hapa. And the meeting has not yet begun. Na mkutano bado haujaanza. Not yet. Bado. Let me pray. Father, in the name of Jesus, Lord, I decree today that it is over, but never again.
will your daughter suffer muscular pain. She will not be on any medication. She has been set free by the power of the blood of Jesus. I have sealed it with my prophetic tongue in the mighty name of Jesus. Amen. It's done. So this is John Odipo. John Odipo, for 1 year he was totally blind because he suffered sickness. Huyu ni John Odipo, na kwa kipindi cha mwaka mmoja alikuwa kipofu kabisa. But when you pray today, bali leo hii wakati ulipoomba, he began to see, alianza kuona, and he could count my fingers. Na angeweza kuhesabu kwa vidole. This is powerful. Ameniona. Tembea, nifuate. Pole pole, usinishike. Shika mimi tu. John Odipo. Tembea na mimi. Kamata. John Odipo. John Odipo. Unaona mimi? Je, unamwona nabii wa Mungu? Naona manabii. Unaona manabii? Si ni nabii moja John Odipo. Manabii. Unaona? Manabii. Tembea. Amazing what the Lord they can say at this moment. This is the electric moment. He was sitting there with a very big miracle like this. Alikuwa ameketi pale na muujiza mkubwa jinsi hii. The blind eyes have opened. Macho ya vipofu yamefunguka. John Odipo. John Odipo. Fuata mimi. Fuate. Tembea, fuata mimi. The blind eyes have opened. Macho ya vipofu yamefunguka. Blind eyes have opened. Macho ya vipofu yamefunguka. Totally blind. Kipofu kabisa. Now can see. Sasa anaweza kuona. And follow me. Na kunifuata. John Odipo. John Odipo. John Odipo. John Odipo. Naona manabii. I told you. Niliwaambia. I told you. Niliwaambia. That the blind eyes. Ya kwamba macho ya vipofu would open. Itafunguka. Mchungaji Sumeiwa. This is it here. Ndio hii hapa. He was sitting down. Alikuwa ameketi chini. With a very big miracle. Na muujiza mkubwa sana. John Odipo, umeng'ara sana kwa suti yako. John Odipo, umeng'ara sana kwa suti yako. Tembea tu na nguvu sasa. Now walk strong and courageous. Just walk with strength. Tembea kwa nguvu zaidi. You see that now is normal. Waona sasa yu kawaida. John Odipo. John Odipo. Ndio nabii. Twende. Let's go. That is it. Ndio hiyo. Tembea na nguvu. You see that? When they gain sight, it becomes stronger. Wakati wanapata kuona, inazidi kudhibitika. When the Lord brings them now towards closer for testimony, their eyes become stronger. So they stop this. They begin now to walk. Wakati Bwana anawaleta zaidi karibu, wanaanza kuona vyema zaidi, wanaanza kutembea. The Lord, the Jesus of Nazareth. Bwana Yesu wa Nazareti. He has opened blind eyes here today. Amefungua macho kipofu hapa leo hii. How beautiful Jesus is. Yesu huyu ni wa kupendeza jinsi gani. He is awesome. Yeye ni wa ajabu. Mighty. Ni mkuu. Terrific. Anatisha. Honorable. Ana heshima. Great. Mkuu. Glorious. Wa utukufu. Naona tu nguvu ya Bwana inafanya kazi kwangu.
This young man, John Kimani, huyu kijana John Kimani was blind in the left eye alikuwa kipofu kwa jicho la kushoto since the year 2006. tangia mwaka 2006, And he was using these glasses to see. na alikuwa anatumia miwani haya kuona. But as you pray today, Lakini leo hii wakati ulipoomba, he was touched by the fire of the Holy Spirit. aliguzwa na nguvu za Roho Mtakatifu, And now he can see without the glasses. na sasa anaweza kuona bila miwani hiyo. But the left eye was blind. The left eye was blind since 2006. Jicho la kushoto lilikuwa kipofu tangia mwaka 2006. My son, Mwanangu, precious young man, kijana wa dhamani, the left eye was totally blind. jicho la kushoto lilikuwa kipofu kabisa. Yes, na Mungu, jicho moja yangu ilikuwa kipofu. Nilienda kwa madaktari wakaniambia niko kipofu jicho moja, wakaniambia nivae hiyo miwani forever. Lakini nikaambia Mungu wangu ule tunayemtumikia hapa Kenya hata niponya kwa nguvu zake, kwa maana hapa alituitia uponyaji, na tuandae njia zake, kwa maana anakuja. That is a young child speaking mighty words. Huyo ni mtoto mdogo akinena mambo makubwa mazito. Funga macho ya kulia. Close the right eye. Let me first tell you one thing. Hebu kwanza nikwambie kitu kimoja. Let me share something with everybody here, even the pastors from abroad. Wacha nishiriki kitu na kila mmoja hapa, hata wachungaji kutoka nchi za ng'ambo. In dreams, katika ndoto, I see. Mimi huona. And yesterday, na jana, when I was giving testimony and praying in prayer for the sick, wakati nilikuwa napeana when I was praying for the sick, wakati nilikuwa naombea wagonjwa and sending message to radio, na kutuma ujumbe kwa kituo cha radio, I saw, niliona that one eye was healed, ya kwamba jicho moja lilikuwa limeponywa, and I was doing like this to him, doing like this, and he was saying, yes, I can now see. na nilikuwa namwonyesha hivi vidole mbili kisha moja, naye alikuwa akiitikia kusema ndio, sasa naweza kuona. Exact green shirt, everything, bluish, light blue is like this, everything. Yani vivyo hivyo alivyo, na shati ya samawati jinsi alivyovalia. So when I lit up my phone in the morning, kwa hivyo wakati nilipoinua simu yangu asubuhi, I wanted to announce on radio, nilitaka nitangaze kwenye radio, but I said, let me just go there. Lakini nikasema wacha tu niende huko. Nikutane na hao. Nikutane na hao. Watajua. Mimi na Yesu. Mimi na Yesu. Na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu. Na Baba wetu. Na Baba yetu. Watajua sisi ni akina nani. Watajua sisi ni akina nani. I'm just saying these things. I said, let's just go there and get to it. Let's get to it, that the Lord may do it. Nilisema wacha niende tu huko kwamba Bwana akatende. Close the right eye. Funga jicho la kulia. What do you see? Unaona nini? I see 5 fingers like this. 5 fingers like this. What do you see? I see 4 fingers like this. What do you see, my son? I see like this. What? The Lord has opened blind eyes. Bwana amefungua macho ya vipofu. Blind eyes have opened. Macho ya vipofu imefunguka. For the glory of the Lord. Kwa utukufu wa Bwana. I have James here. Ninaye James hapa. 10 years old. Umri wa miaka 10. He has been in Lambwe School of the Deaf. Amekuwa kwa shule ya viziwi ya Lambwe. Because he was born deaf and dumb. Kwa sababu alizaliwa kiziwi na bubu. Today as the prophet of the Lord prayed, bali leo nabii wa Mungu alipoomba, he was laid by the power of the Holy Spirit. Aliguzwa na nguvu ya Roho Mtakatifu akaanguka chini. He woke up very shocked. Na alipoamka alikuwa ameshtuka sana. He started giving signs that he is hearing. Akaanza kuonyesha ishara kwamba anasikia sasa. And just like the Lord has said, they will come in their uniforms. Na jinsi tu Bwana alivyokuwa amesema watakuja kwa sare zao za shule. Hii ni ushuhuda mzuri. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Bishop. Asante askofu. Father, thank you so much for opening the deaf ears. In the name of Jesus. Look at the uniform.
Tazama hiyo sare. He is in uniform. Yeye amevalia sare ya shule. He is in the school uniform. Yeye amevaa sare ya shule. For the school of the deaf. Ya shule ya viziwi. Thank you, Lord. Let us clap to Jesus very loud. Hebu tumpigie Bwana Yesu makofi kwa sauti kubwa zaidi. Next. Man of God, nabii wa Mungu, this young girl, huyu msichana mdogo, was hit by a vehicle in 2009 December. Aligongwa na gari mwaka 2009 mwezi wa Disemba. She had a hip injury. Na alipata majeraha ya kiunoni. She could not walk without a crutch. Hangetembea bila kusaidiwa na mkono. As you pray, bali leo hii wakati ulipoomba, she was able to stand and walk without that crutch you are holding. Aliweza kusimama na kutembea bila huo mkongojo ambao umeushika. Let us walk. Hebu tutembee. Turn this way. Geuka upande huu. And go back there. Na kisha rudi huko. Wow, the Lord has set her free. Come back. Rudi tena. Stop there. Simama hapo. Touch, remove your shoes, remove the shoes. Toa viatu vyako. Now you can touch your toes. Sasa unaweza guza vidole vyako vya miguu. Thank you, Jesus. Amen. Thank you so much. Asante sana. It is well. Thank you. Vyema. Father, thank you for healing your precious daughter in the name of Jesus. Amen. I said the crutches must now start coming. Nilisema sasa mikongojo lazima ianze kuja.